Yes, na mtazamaji wa The Judges Media. Mimi naitwa Moses Kimwaga na leo nipo hapa Makumbusho ambapo kimsingi nimekuja nipige story na wadau ambao wanahusiana na masuala ya barabarani. Nikizungumza masuala ya barabarani hapo na maanisha kwamba makondakta lakini pia na madereva. Na hapa tutaangalia mambo ambayo wanakutana nayo barabarani hasa kimsingi katika uendeshaji wao. Tuko hapa na mzee wangu ambaye kimsingi atajitambulisha yeye anaitwa nani, lakini pia atatupa uzoefu kidogo kuhusiana na masuala ya barabarani. Bwana, habari yako mzee? Salama kabisa kiongozi. Kwema kabisa kiongozi. Habari ya majukumu? Salama kabisa. Bwana, unaweza kusogea kidogo kwa upande huko? Yes. Unaweza kuniambia kidogo jina lako unaitwa nani, lakini pia ni mkazi wapi? Mimi jina langu naitwa Mbaraka, jina langu naishi Makumbusho hii. Wewe ni mkazi hapa Makumbusho? Makumbusho hii, mkazi hapa. Kwa hii kazi yako ni driver au ni conductor? Mimi ni conductor. Conductor. Kama kwa gari langu ni hapa. Yeah. Una uzoefu wa kipindi cha muda gani utakomeanza? Mimi niko miaka mingi sana. Kama miaka mingapi? Miaka karibia miaka 15 nyuma iliyopita. 15? Kwenye kazi. Miaka 15 sio poa. Hivi unaweza ukatuambia labda kwa siku, yani asubuhi kunapokucha, kazi yenu ninyi huwa mnadamka mnaanza saa ngapi yani? Bwana, hii kazi kama unavyoona hapa jinsi ilivyo, hii kazi tunaamka asubuhi sana saa 11 sisi tuko hapa. Yaani saa 11 kamili kazi ishaanza hapa asubuhi. Mnaweza kumudu kweli muda huo? Sio mudu, tutafanyaje? Kwa ndio majukumu yetu sisi. Yaani ndio majukumu yetu sisi. Tunaamka asubuhi tufanye kazi wote hapa. Tutafute hela ya tajiri, tutafute hela ya kuishi sisi na familia na watoto wetu. Nikurudishe nyuma kidogo. Inawezekana pengine wakati ambako unaanza masuala ya udereva, ulipitia kwenye chuo chochote au ulianza tu mwenyewe tundu mtaani? No, vyo tumepitia vyo vingi tu. Kuna vyo tumepitia vyo kwa kibao tu. Vyo hivi vyote tushapitia huko. Umepitia? Tumepitia vizuri tu. Tangu miaka nyuma huko. Wewe? Kabisa. Hivi unaweza ukaniambia, kwa mfano umezungumza kwa habari ya kuamka saa 11 alfajiri. Unaweza ukaniambia ni kwa kiasi gani ambavyo mnaweza kukumbana na changamoto ya foleni za Dar es Salaam? Na ikizingatiwa mnatakiwa kukamilisha hesabu ya bosi kwa siku. Changamoto lipo nyingi sana. Kwanza barabarani kwenyewe. Kwanza ni foleni. Yaani foleni, tuna foleni, alafu tuna kero tena nyingine ya hawa ndugu zetu tunaishi barabarani. Unazungumzia watu gani? Kama viongozi wetu maaskari. Hao wanafanyaje? Sisi kama ndugu zetu afu ni maaskari. Wapunguze kutugasi sisi. Watugasi sana. Umezungumza kwa uzoefu wako zaidi ya miaka 15. Zaidi ya miaka 15. Unaweza ukaniambia labda kwenye kisa kimoja, ushakutana na changamoto ya ajali labda pengine wewe kama wewe ukiwa dereva sasa? Bwana, mimi nashukuru Mungu mpaka dakika nilipofikia ajali za kipumbavu hizi hamna. Hizi ajali kuna nakutana na changamoto ndogo ndogo tu. Kama tu changamoto ndogo ndogo, lakini sio zile ajali hizi za kwa nini hizo hamna. Yaani wewe binafsi wewe hujawahi kufanya hizo? Siwezi kufanya hiyo kitu. Lakini kwa mimi naziona. Sio kwa barabarani hizo changamoto za ajali kwa wengine naziona. Yaani naziona vizuri barabarani. Unadhani kwa nini wewe hujawahi kufanya ajali? Kwa nini unafikiri? Nakuwa niko makini sana. Uko makini? Kwa hiyo najiangalia jinsi ninavyokwenda mwenyewe na umakini wangu mimi mwenyewe. Hiyo umakini unatokana na kile ambacho ulifundishwa shuleni au ni wewe mwenyewe tu busara? No, acha na shuleni. Yeye shuleni mengine, yani mimi mwenyewe nimejiongeza kwenye akili zangu. Kukana akili zangu mwenyewe, niwe makini mimi mwenyewe nifanye mwaka. Yeye na shuleni mengine na mimi mwenyewe nimejiongeza mimi mwenyewe kama mimi mwenyewe mengine akili zangu. Sawa, katika miaka 15 nafikiri kuna vitu ambavyo vimebadilika pia. Kwa zamani bodaboda hazikuwa nyingi, lakini sasa hivi zimekuwa nyingi. Ni kwa kiasi gani ambavyo zinawapa challenge huko babani kama dereva dada? Bwana, tena zinatupa kero sana. Yaani kero sana ndugu yangu. Oya mdogo wangu. Hali zinatupa kero sana. Yaani bajaji, pikipiki sasa hivi ninavyokuambia. Hali kwetu sisi yaani zimetupa mtaani. Yaani zimetupa kero. Na wewe kwa uzoefu wako, ni hizo bajaji na pikipiki kwa kiasi gani ambavyo zimekuwa chanzo cha ajali barabarani, labda kwa wewe ambao ulikuwa na uzoefu wako dereva? Sasa wao mojapo ndio wanachangia kutokana, wao wako barabarani na sisi tuko barabarani. Wao wataka kupakia abiria na sisi tunataka kupakia abiria. Kwa hiyo changamoto tunakutana ni kwenye upakiaji abiria. Wao wako mbele, sisi tuko nyuma. Kwa hiyo tunakuwa kama tunafukuzana sasa. Au si tunafukuzana yani. Kwa nini wewe unapakia abiria mimi nisipakia abiria? Mbona chuma wangu ameshasajili kama hapa. Wewe bajaji. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ugomvi wenu hasa kubwa ni abiria? Ndio wao abiria. Kwa hiyo unakiri kwa maana kwamba kuna wakati mwingine na maana madereva wa dada wanaweza kuwa chanzo cha kusababisha pengine ajali za pikipiki au bajaji? Ndio inapotokea. Yaani mara nyingi ndio inapotokea. Sababu unamkuta yule mwenzako kashatangulia mbele pale. Na mimi mwenyewe nishatoka hapa nataka kuchukua wale abiria mbele. Alafu yeye anakwenda kuchukua abiria, alafu anapatia wale abiria. Sasa hivyo mjomba, kwa nini sababisha ajali bila kuwa makini? Unahisi pengine ni kwamba au madereva bajaji bodaboda pengine ni watu ambao hawajapitia kwenye taaluma, ndio maana chanzo cha hayo yote pengine labda
Yaani chanzo kabisa ndio wao, ndio chanzo chote, kwa sababu wao wanagombania abiria stendi, au sio? Wanafuata abiria stendi, wanalazimisha abiria stendi. Kwa hiyo sisi tulisajiliwa gari kama hizi, tabisha hicho tukae tuangalie kama wao. Sasa ile siko tu sisi, kilo inakuwa inatuuma. Okay, sawa. Sasa uniambie hapo sasa, kwa jinsi ambavyo mnapambana kwenye harakati zenu kila siku, ni kwa kiasi gani ambavyo mnakuwa mnafanikisha lengo la bosi? Kwa sababu hapo tunajua kwenye hiyo hesabu lazima hesabu yako kwa upate chochote, lakini pia bosi apate. Na misukosuko ya foreni tumezungumza hapo awali hapa Dar es Salaam ni kubwa kuliko. Vipi mnamudu vipi hesabu ya bosi inakaa, lakini pia unahakikisha kwamba unarudi na chochote nyumbani? Tunaabudu, lakini kutokana na hivyo kama nilivyokuambia ndugu zetu maskani pembeni. Sisi ni wale madaladala. Tunakaa foleni, lakini setamu tabiri tusifuate na tuvunje sheria tu. Unajua? Kuvunja sheria ni kufanyaje maana yake hapo? Kutokana tuwai zile timu tunazopiga, sasa mimi kama hivi nitapiga 5-10. Nitazifanya 5-10 bila kuvunja sheria. Kuvunja sheria sasa unaweza kaniambia hapo wewe unavunjaje sasa? Navunja sheria kutokana siwezi mimi kukaa foleni pale eti nikakaa pap nafuata foleni. Lazima mimi nitatoka pembeni ni wae kwa nipita gari zote zile nitatoka pembeni na wae mbele kwa wewe abiria. Kama jamaa bajaji pikipiki zilipakilia. Unaweza kaniambia pengine labda hiyo kutokana na hiyo ishawahi kusababishia changamoto labda ya ajali au ikakulipisha kwa kiasi kikubwa sana cha gharama pengine? Hizo faini mjomba tushapigwa sana. Hizo faini hizo. Hadi sasa hivi tumeshaandikiwa sana, tushapigwa sana, tunazilipa, tunaandikiwa sana, tunazilipa, alafu tunapambana nao kama kaida barabarani. Sawa, tuongee kwa utuzima. Wengi wanasema pengine huenda labda na hawa askari wa barabarani wamekuwa chanzo pia cha ajali za barabarani. Lakini pia kwa utafiti unazungumza hivyo. Ni wewe kwa uzoefu wako, ni mara ngapi umeweza kushuhudia vitu kama hivyo vinaweza vikasababishwa labda kutokana na amsha labda force zao barabarani, mwisho wa siku zikasababisha ajali barabarani, pikipiki au bodaboda au bajaji? Kweli. Inachangia kitu. Kutokana na askari mwenyewe kuwa kwenye kazi yake mwenyewe, umakini wake katika kazi yake, au wengine kama wanavuna pikipiki kila mtu anataka kwenda kimpango wake. Kwa hiyo kwa kila mtu yupo na akili yake mwingine, kila mtu anaweka kimpango wake. Kwa hiyo hata askari mwenyewe anakuwa msikilizi. Anakuwa msikilizi, anaona kama potelea mbali, labda lote. Kwa hiyo kila mtu anakuwa anaweka kivyake. Kwa hiyo mwisho changamoto ndio unakuta kama haya, unakuta majali ya kila aina, majali ya kila tatizo bila kuambia wote yani. Kwenye kujichukua wewe mwenyewe kwa na makosa. Sasa mimi na wewe nende. Sawa. Tumezungumza kwa upande nyingi sana. Labda tunaweza kuzungumzia kwa upande pia wa abiria. Wamekuwa ni kikwazo kwa kiasi gani kwenye kazi yenu ninyi sasa? Abiria wana kikwazo sana. Abiria kama bila ndio wanasumbua mpaka makontakta wetu wanasumbua. Wanasumbua kwa upande upi labda? Wanasumbua kutokana kama hizi nauli zao hizi nauli aziendi sahihi mjomba. Hizi nauli hizi aziendi sahihi. Unadhani ni ndogo? Ruti gani wewe unapiga na unafikiri umepunja? Mimi napiga ruti hapa karibuni tu. Sasa hao wanapiga kubwa. Mimi napiga fupi tu. Natoka Makumbusho naenda mjini Posta. Sasa hao wanapiga ndogo. Mimi nakwenda hapa mjini, narudi Makumbusho hapo. Bado hao raia wenyewe tuna mzozo nao. Kwenye nauli hiyo. Wanapunguza vile vimia. Nauli inajulikana kama ni 600 kutoka Makumbusho kwenda Posta. Bunju kutoka hapa kwenda nauli 1100. Lakini kote kwambia ile nauli au shiriki nauli bila kulipa nauli yote. Wanakupa nauli nusu nusu, wanakupa shilingi hatuna. Sawa. Hebu niambie kidogo wewe kwa uzoefu wako. Ya katika kanda hii ya hapa Makumbusho, abiria upande gani unakuwa ni wasumbufu sana kuelekea ruti ipi? Bwana hapa wasumbufu pande zote. Mimi nakwambia wasumbufu abiria pande zote. Wale pande zote, si kwangu mimi huku, si kule. Wale abiria wale wasumbufu afu mimi naona matukio daily hapa wanagombana, yani makondakta na abiria, kila kitu makondakta na abiria wanagombana sana. Alafu kisa hizi si 100 200 tu. 100 kwani nauli sitimie ikae sahihi. Sawa, hebu tumalizie na haya hapa. Unafikiri ni labda pengine umezungumza kwa uzoefu wako wa miaka 15, ajali nyingi ambazo pengine umeshuhudia. Unafikiri kuna pahali ambapo watu wanakwama labda hawana elimu ya udereva, pengine wanahitaji kupata labda vijana wa sasa hivi? Ndio. Hiyo ni kabisa. Kutokana na wengine elimu hamna kichwani. Yaani elimu wengine, yani kwa sisi kweli madereva wengine elimu hawana kichwani. Sawa, wito wako ni upi kwa serikali kiujumla na watu wote wanaotumia? Mimi ninavyosema watu wangu, kama wananchi tukaa jamani,
au sio? Tujiangalie na sisi wenyewe wafanyaji biashara. Hali usijichukulie kama wewe bwana mtu akusafirishe. Au sio? Kwa hela yako mwenyewe kama ambao unajua mwenyewe mfukoni. Wakati serikali isheke bajeti kama hii kesi fulani, bwana hii ni nauli kesi fulani. Alafu au timizi ile hela. Alafu unaleta ugomvi, malumbano, kila kitu kila siku malumbano na abiria, makondakta, madereva malumbano. Au sio? Hiyo inakuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba zile 100 zenu zinawapunguzia hela yenu ya kulisha familia? Na hela nyingi sana. Tena hela nyingi sana. Ndugu wangu ninavyokuambia. Tena hela nyingi sana. Sasa hiyo 100 yenyewe ukichukua tu 20 15 una shilingi ngapi? Ndugu yangu hiyo 100. Hiyo 100 yenyewe ikitoka sasa hivi umeacha watu 10 15. Sawa. Waambie neno lolote wadogo zako ambao wanataka kujifunza udereva, wanataka kuwa madereva. Kitu gani wakifanye sasa hivi? Mimi nawaambia vizuri wadogo zangu. Hali sasa hivi wawe makini, wasiwe na roho fulani sio kama na roho mbaya. Hawa watu tuishi nao tu hivi kama wanavyojielekeza wenyewe. Bako ukisema ukichukua roho yako mwenyewe kama roho yako mwenyewe, ile kamili utakuwa kila siku unafanya ugomvi na unagombana nao, alafu kila siku unakuwa nawe ni kero. Hiyo inakuwa kitu sio kitu kizuri. Kwa hii kazi unakuwa kazi ngumu, lakini wewe pambana kama unavyopambana ili mradi tu mambo yaendelee, hadi maisha yaende. Asante bwana, mimi nakushukuru sana. Asante sana.